Nendo wa Shusho na vituko na mambo anayoyafanya kwa sasa tangu ametoka kwenye ndoa yake na mpaka sasa alipojiita mchungaji akawa na kanisa, vimekuwa ni vituko na hali ambayo imekuwa ni mbaya sana kwa mtu maarufu ambaye aliwahi kuimba watu wakaokoka na watu wakapona nyimbo zake, na mtu mwenye mashabiki wengi kiasi kikubwa kama Shusho. Vituko anavyovifanya kwa sasa vimekuwa ni vitu vya kushangaza sana, na nawaza nikisema Shusho ni mgeni wa umaarufu, hapana, nitakuwa sijasema kweli. Shusho ni maarufu tangu zamani, miaka hiyo. Labda tuseme kwamba amepoteza uhusiano na Mungu, basi ndo anatafuta kiki labda. Lakini anatafuta kiki kwa sababu gani? Tukisema Shusho ni mchanga kwenye wokovu, hapana. Ni mtu aliyekuwa ameokoka miaka mingi na amekuwa mama mchungaji miaka mingi. Sasa swali ni kwamba haya yote Shusho anayoyafanya, anayafanya akitaka nani afaidike? Yaani nani afaidike kwenye haya anayoyafanya? Moja, anaharibu picha ya Ukristo, picha ya wokovu, kwa sababu yeye ni miongoni mwa watumishi ambao wamejitangaza na wametangazika kwamba ni watumishi. Ndio maana hatuachi kumwonya huyu mama kwamba huyu mama mambo anayofanya hayana nafasi kabisa kwenye mambo ya kiroho. Haijarishi, ni kweli unaweza ukasema hana mume, lakini tuna waimbaji wengi ambao hawana waume, wako kama yeye, hawapigagi picha kama hizi na kuturushia. Sasa tunajiuliza, je, ambayo hatuyajui, ambayo haturushi, ambayo hayaposti? Juzi amekuwa na mambo na maombezi ya ajabu ajabu, mara anamkumbatia Eric Omondi, anarusha mtandaoni. Si umkumbatie, usiturushie. Sasa ametupigia picha kwenye Instagram yake, ametupostia. Sasa huyu hatujui ndo hawala yake au mume wake au nani ameshika mabega, ameshikwa mabega. Mtu anayeruhusiwa kushika mabega si lazima we mke wako. Kwani nyinyi mnafundishaje washirika wenu? Maisha haya Shusho unayotuonyesha haya na hivi vitu unavyovifanya vinaonyesha mwisho wako hauko mbali. Vinaonyesha kabisa kwamba wewe kwa sasa si mtu ambaye unaweza ukatazamwa kama picha na mfano wa watu waliookoka. Acha tukutazame kama ambavyo wewe umejiweka. Kwa sasa tunakuomba, achana na huo unaojiita uchungaji. Acha kupoteza watu wa Mungu. Achana na huo unaojiita uchungaji, achana nao, kwa sababu Mungu aliyetuita hapendi mambo unayoyafanya. Ni kweli uko huru, lakini uhuru unaweza kukuangamiza. Mama, nikwambie, uko huru, ni kweli sana, hakuna naye kubuguzi, ni maisha yako, ni kweli, lakini uko kwenye mfumo wa Ukristo. Kwa hiyo lazima tukwambie. Sasa maonyo yanapokuja mara nyingi unayapuuza, mwisho wako unakaribia. Shusho, mwisho wako unakaribia. Sio wewe wa kwanza kuwa huna mume, sio mwimbaji wa kwanza. Kwa usituambie kwamba huna mume au uko huru. Tuna waimbaji wengi wako huru, wengi wanapiga picha, hawapigi kama picha unazopiga wewe, hawafanyi vitu unavyofanya wewe. We mama, ukoje? Shetani huyo aliyekuingia, huyo shetani aliyekuingia, maana amekuondolea ufahamu kabisa, hata hekima huna. Unapiga picha, unaweka nyimbo za kidunia, alafu watu wakusikilize wewe. Shusho, mama jirekebishe na kuonya. Shusho, nasema Shusho, haya unayoyasikia kelele wanazopiga watu ndio onekana mwisho wako unakaribia wewe.